Wachani na manyonyo zini mwecheche bana jo. Umesikia Kenya kimefanyika Donija na magizgiz bana jo. We buda wewe jua tu ni mbaya. Sasa Toxic, Lyrically na Mauru wale wa round nani AJ alipigwa bomburushi nyingine mwecheche wewe. Sasa yeye ametulia mtaa nasikia mtu ngola imegongwa anafungua anaona rada jo. Toxic na Mauru jo. Usikii kidogo jo ni kufunuliwa. Unaona unajua ukipigwa bomburushi mtu wangu kama utarajii itabidi basi umetulia. Juu pale hivyo hata urushe ngumi aje wewe jo utabaki rani jo. Sasa boy akafunuliwa mwanzo akamuonesha ni aje wewe. Unaona sasa sisi tumetokelezea jo unaona. Sasa hata ngori sio hiyo. Watu wa 34 wamejaa ngori na Brooklyn Boys. Juu ukisikiza Stima kuna mali Brooklyn Boys wametaja 34 na watu wa 34 wanasema hiyo ni umbelena hiyo. Mnatutajaje? Mnatuonaje kuani? Unacheki. Sasa leo sasa imekuwa mbaya zaidi. Maboys wakina Toxic nini Mbogi nini wamerondoni jo wamechafua wewe. Nasikia ilikuwa ni vita mtu wangu. Kwanza kuna boys fulani wa Brooklyn mtu wangu jo amefunuliwa ilikuwa tu ni maviding jo unacheki. So saa hizi Brooklyn Boys wamesema ni aje sasa kama ni vita wameita Mbogi yao yote sasa jo. Sasa ni Mbogi wameita wanasema juni aje ni Mbogi ya Toxic wameleta nini Mauru hiyo area yao sasa. So wanasema sasa hizi ni kurori ya kila mahali sasa. Usitake jua. Mafans wa Kenya tunawajua. Mafans wa Kenya msidanganye Toxic tunawajua. Na angalieni sasa hivi venye kunaendelea. Mimi nimetoka nimeambia Toxic usiingie kwa hizi mara battle tena. Na mimi Toxic naomba tu nisikize hata kama tushaikuwa na issue na wewe. Na by the end of the day Toxic unafaa ujue kama kuna mtu angependa ugongwe vizuri inafaa kwa mtu kama mimi because kuna time nishaikuambianga ile nikiongeleanga mafans kuingia kwa stage kwenye ushaenda kuperform ronga na nikaambia mafans wote wasiingie kwa stage. Wasanii wanaimba ni kama wao ndio wasanii, waache msanii ashine. Ukakujanga kwa ma live hapo ukaongea venye uliongeanga, ukakujadi inbox yangu na mimi nikakukataza nikakwambia usiwahi jaribu kuingia inbox yangu tena. Hiyo usiwahi jidanganya. Na yenyewe ukarespect hivyo. Manager wako tukabonga nao na pia tukapeana respect. Wakasema kwa sababu sio kutambue piga shughuli yako Shaban Bridges. Lakini tukapeana respect kwa wanaume. Si lazima watu wa move pamoja. But by the end of the day mimi napenda streets na napenda talents. Nimetoka Yole alikija nimeona ukipiga ma freestyles mkipigana na Tiki Mapesa rap battle. Bro, usidanganywe na msee. Wewe ulikuwa umechukua trap dancehall na wewe ndio ulileta hapo juu. Na venye ulileta hapo juu hatukuwa tunasikia hizi genre zingine. Na ukiangalia B-boys ni kama walikuwa wamekupangia. Unajua B-boys pia wao walikuwa wamelead kuanzia kitambo. Alafu wakakuja wakatulia nini wewe ukakuwa station yako ilichukua ikabaki watu wengine waonekane. Na usidhani watu wanakusikilia poa. Na B-boys nao si ati washaikuwa na mbaya na hajaje kuongelea baje kwa nini. Lakini hao ni artist. Hao wako kwa market wanaelewa ni muziki ni kazi. So vijana venye na mimi nadhani walikuingiza kwa game yenyewe huko unadhani unaingizwa. Wenye walipiga shilling ni kama walikuwekea trap. Ukaingia ukabonga juu, unaongea mtandao, ukaingia ukabonga kwa mtandao. Na vijana umeona venye na back to back wanapiga vitu na hizi ni vitu kiangalia ogopa. Nakumbuka nilikwambia usifanye nini? Rebuttal kwa nini? Jua una kitu ya kujiprove. Wao wako na vitu za kujiprove. Na vijana unajua walikuwa wameshikaga watu wengi, ukakuja ukachukua mafans wao wengine, ukachukua nini juu, basi alikuwa amewasikiza for a minute. So sasa hiyo ukiangalia wamechukua watu wao back na wako hapo sasa wanaipiga. So wataiba wako na mafans wao na mafans wao wengi wako kwa mtandao. Mafans wako wengi streets hawana matenja hata unajua. Ama mafans wao wengi wako matenja wako na ma-TV. Unaona ngoma ndio ina trend side. Trending number 1 ni Stima, yako number 2 Dump Site. Na hii ngoma umetoa juzi hii jana sorry usiku. Hiyo itakuja tena ipande hapo juu. So wachia kina ama artist unakoga nao wengine. Waambie wao wengine wapigane nao vijana. Wewe unajiprove nini? Wewe una kitu ya kujiprove bro. Wewe ulikamna ukachukua industry. Na nakwambia usiposikiza advice wengine na hii game utatokwa mafans wote na hawa mafans wasikakudanganya ani wa Kenya. Wataanza kusema wewe ulikuwa hujui kitu juu uliexposiwa. So wachana na hiyo kitu na nyi B-boys ni kama mlikuwa mnongojea kitu sana. Ni mbaya. Yani Brooklyn Boys mumeamua kuingiza msumari kwa kidonda. Yani hadi wiki haijaisha mshaachilia ati distract tu manze. Nyinyi kwani mnataka kijana aende Moshadha nini?
Si mara kwanza mshampiga stima. Na tukimpiga stima tushaelewa. Nini acheni hizo bana Brooklyn Boys. Sameni Toxic lyrically bana. Cheki. Nimesikizia distract ya B-Boys, the Brooklyn Boys. Na sasa nimeona sasa beef imetoka from now B-Boys to Toxic, sasa imekuwa B-Boys to 34 Brick. Kwa sababu first of all ngoma iko sawa, ngoma iko on. Hiyo huwezi pima na hiyo mashinigi masumuni hiyo ya Mr. Right. Hiyo nilishasema hiyo ilikuwa down. But hii iko sawa. Nilisa AJ ubegeuza beef kwa yako ndugu. Hey. AJ amegeuza beef kwa yake bana. And paka unataja Osama Onlimo mwenyewe Osama. So if happens kuwa anybody from 34 Brick ama Toxic mwenye ata reply hiyo beef, najua itakuwa mbaya. Najua itakuwa mbaya because sasa mmeinclude wase wote. But let's see how everything will go. But yo iko sawa, yo track iko sawa. Go on. Let's see if they will respond or not. Hey, tukue na kitu ya kuenjoy and something to talk about in the music, Kenyan music industry. So let's see how it will unveil. Mimi nakuambia hip hop ya saizi ni mwecheche mtu wangu, unasema nini? Kwa hii beef ingine kabisa. Unasikia Brooklyn Boys wanasemaje? Ni serious. Pigia Geoffrey Mosiria. Na Toxic ndiye alisema nini? Mwenye anatoka ambiwa wa kwanza ako na majegi. Nakwambia ni mbaya. Cheki zile mabifu za kitambo, sijui ati Octopizo ameround Big Baba kampigisha Ndirau Kibera. Wachana hizo. Isa ndio beef mtu wangu. Yaani mabistari zinakuja design nyingine wewe. Cheki. Kawe ni msanii saizi usitoe doba jo. Wasanii wengine sasa wasitoe doba. Acha kwa tumalize na ngori. Juu ni mbaya. Kitu moja napenda na hii beef inaendelea between Toxic na Mr. Right wa Brooklyn Boys ni ati finally Toxic amepatana na rika yake. Mr. Right ndio hiyo ndio level ya Toxic. Hiyo upuzi mulikuwa na kwanza nyinyi maumbo sana. Mse wote alikuwa anajaribu kucompare Ska na Toxic. Umbo kwanza Yo beef inaendelea sasa between Toxic na Mr. Right. Hiyo ndio level ya Toxic. Au ndio wase wako level yake. Mse wote alikuwa anajaribu kumcompare na Ska, huo ni Dwanzi. There's no way I say wako level moja. Those people are levels apart. Toxic na Ska are levels apart. Like Ska is miles ahead of Toxic. Toxic mtoto mdogo sana kwa Ska. So kitu inaniboma hii beef na the entire beef ni ati finally Toxic amepatana na watu kwa klasi yake. Yo klasi ya kina Brooklyn Boys. Hiyo ndio class ya Toxic. Finally amepatana na wase wako level moja na yeye. Hiyo upuzi mlikuwa nayo kujaribu kumcompare na Ska, ilikuwa upuzi hali ya juu. Toxic ni mtoto mdogo sana kwa Ska. Musically, streetwise, you name it. Mtoto mdogo sana. Wacha walimane, wacha watoto wadogo walimane huko. Hiyo ndo rika yake. Hao watoto wanafuatana na mapikipiki huko na masenke huko Buruburu, nikawa watoto wanafuatana na madogi mtaani. Hiyo ndo level ya Toxic. Finally wasoko ligi moja, wacha walimane huko. Damn dead, fully dead. I go by the name of boss man a leader, and anytime kuna vitu zingia streets zinaanza kunisumbua akili, lazima ni bonge. So guys, I'm not sure about these stories, but nimesikia vitu mingi zina trend. Ati kumekuwa na confrontation between B-Boys na nani wanaitwaje hao na 34 Bricks akina Toxic lyrically. I won't go much to it because nimesikia Toxic lyrically ameshabonga akasema acha kuwa hapo, shughuli ni ngoma iongee, but watu kwa ground wanasema kidogo sijui alironda akina AJ. That is really bad guys. Naambia vijana wamekaa wapia kwa game, msijaribu kuleta hizo vitu. Tukakuwe mna hiyo kutresiana ni ufala. Number 1. Number 2, wewe umetoa muziki, acha muziki ibonge. Usiweke filled up. Najua mnataka hiyo vako ya Jamaica nini, but hiyo acheni mafans. Acha mafans tusumbuane huku nje bana. Si wanisa mmetoka menda kutresiana. Juu mtaharibu. Tunajaribu kujenga muziki ya East. Mkiletea Batman niliwaambia na ndarudi kuambia.
na kuna do itawaletea, mtaacha kubukiwa mashow. Mimi nawaambia, unajua wasanii wengi mimi nawaambia, hata mnaona kama mnaenda mashow mingi, mimi upigiwa vitu mingi sana, naulizwa ni aje ule boys nini mnaonaje awekwe nini. Ma big fish na comment bwana, nashukuru sana. Na wasanii wengi hapa najua hata wengi wameitwa interviews mingi sana, wajui ni mimi nimewasema wapelekwe. Na wasanii wengi wameitwa shows zingine, mimi mwenyewe nimekuwa hapo nikisema iteni tu huyo msanii. Nikiambia venye mnavuta bangi sana kwa mtandao, nasema watu waiteni, maybe hiyo exposure itawasaidia. So hatuwezi toka hapo tuanze kwenda wasanii wana trace ya wasanii wengine. Kama mtu ameongea kitu kwa mtandao, wewe kuja kwa mtandao. Kama huwezi ongea, relax. Umenipata? So you guys, na ukishindwa usikakwe kama zile games za watoi. Unajua kuna watoi kitambo ulikuwa kama mnaenjoyana, wewe ukimuenjoy sana ile kali anakuwekelea. Sijui kama ushaipata vitu kama hizo. So mimi I don't want to take it as if kuna mtu amefanya, mtu hajafanya, because I was not there and I don't talk on rumors. Na kuna mtu nimepigia simu atifuatilia hizo stories, hizo ni vitu siwezi fanya. But mimi nasema hivi, mimi nafanya kama rap battle in Kenya, greatest rap battle. Mtu anadisiana hapo na kuna mtu mwenye anaweza rusha mkono. So mimi nasema hiyo mambo ya hiyo tension za kutresiana za kufanya nini, it's a good one we like, but tunasema say no to violence. Mtu asitoke hii area ameenda kutesi mwingine area tu. Hiyo unajiprove nini? Kama mistari zimekushinda sawa, tunaweza kuwekea boxing match kama hii ya majembe na nani mbavu destroyer. But kama ni muziki, watu wapige muziki clean. So story ya AJ ya Toxic Lyrically, hiyo na caution kama big fish wa streets. Tafadhali msianze hivyo. Na mimi na hope hiyo story ni ya uongo, na kama ni ya ukweli, wewe kijana badilisha mienendo, unaona? Usikakuwa hivyo. Sasa tukianza hiyo vako itakuwa ni aje? Itakuwa mtu enda street nyingine. Shaibu akisema uwezi enda area yake. Tikima pesa akisema uwezi enda area yake. Ukisemekana uwezi ingia hiyo buru. Ukisemekana uwezi fanya hivi, tutawekaje show? Na sisi tunataka kuweka show za East. Watu wetu wamekaa sana hawajapata mashow. Kama Mana Boss Mana Leader ndio tunajaribu create tu venye zitakuwa. So majamaa, mimi naambia vijana hao wenye wako hapo tu mpata kwa chance. Kwanza hii team inakuja niko na moto sana. Tulieni majamaa. Tulieni, mnafanya mablanda na sisi tuambia mtaenda chini, ndio tuweze omba mrudi chini. Tunaomba sana mpande juu. But tulieni. Wacheni pressure. Udo tu 100k, 200k, 300k kamita kama ifika watu wameshikana wamebai gari, mko na nini. Tulieni. Ukivuta zako tunasema gawe vuta zako, lakini zisikuoneshe utoke hapo uende kwa mwingine. Wewe pigia shughuli zako kwako. So tafadhalini, hapa si Jamaica. Na mimi nashukuru Mungu pia watu wenye trace, watu wanajamba watu wa kutrace. Si kila mtu ana trace yangu. But by the end of the day, hatutaki hata wenye wanaweza tracewa watracewe. Mtu mwenye tu mimi nakubalingia atracewe, mtu ametukana mama ya mtu. Huyo mimi hata mimi kutukana mamangu, sasa hata kama uko wapi nitakuja. Wache kwa police case. Umenipata? Mtu mwenye ameanza physical assault, hiyo tutatraceana. Ulinipiga kofi, mimi nitakuja. Mimi naambia vijana, mimi nasema ngairi uliwe. Unajua uzuri mimi nimegrow street. Vijana wengine wenye nananga wanaenda wapi? Mimi nasema kama kuja hata mboki 20. Huyo mmoja mwenye mimi nitavuka naye. Vijana wengi wanajuanga hiyo rule kwa street. Vuka na moja kama kumada, lakini wewe unapiga meno ikatoka. But no, is that what we really want? No. We don't want that. Everybody is violent in their own way. Wewe kijana unadhani ni mnyonge, anaweza kwa MGP au kupige kisu, utasema nini? So no, say no to violence. Watu wapendane, lakini by the end of the day musically kila mtu afight space yake. Kama ni mkali andika, toa doba. Iko hivyo. Na sasa kwanza nimeenda kachambua hizo ngoma mbili kama Casabos. Pia mimi nione gani ni kali kuliko nyingine. Ni nini inaweza fanya mtu atrace mwingine. Na sasa hii inaanguka mtandao in the next 2-3 hours. I go by the name Mana Boss Mana Leader, na nimesema nisisikie tena kama hizo. Ule mwenye sasa atatraceana, mimi nitatoa order ya vijana, although mimi sasa na vijana wadogo wenye niko nao akipull up ni hata si vijana, hawa kipull up ni maveteran, na kipull up ni mbaya. Na ule mwenye atajaribu kuharibu muziki ya vijana, tutamtoa kwa game kabisa. Will wipe you clear. Itakuwa kuna show unaweza enda, trust you me. So kila mtu yake heshima kwa game, kila mtu afanye vitu poa. Mimi nataka kila kijana agrow musically vizuri, lakini usijaribu kuleta hiyo mchezo kwa street. Street sasa hii inageruliwa na kuna watu wanaanza kutengeneza structures za kuirun. So make sure tuko na discipline, tuna kila kitu. Art of music, wacha itandikane. Toa ngoma mwingine atoe ngoma, weka show mwingine atoe show, tuone ni show gani imejaa
mafans wako na hizo mabeefs wanasema ni mkali kuliko wenyu, hiyo iko sawa, lakini si wewe mchukue mabike mingi ati mmeenda kutrace kijana mmoja. Hiyo nao ni no. Hiyo hata kama ni kijana wa babi, tutashikilia wa babi to deal na wewe. I go by the name man, a boss man, a leader. I'm out. Yo, it's your boy the DRZRE kama kawaida man. Nimekuwa nikicheki beef ya Toxic Lyrically na vijana B-boys, and this is my informed opinion as a guy mwenye nimekuwa kwa game. Tumeona hizi beefs go for a long time. Unajua, this is my informed opinion about this thing. Na nataka analyze why Toxic Lyrically can't win this beef and why Mr. Right can't go wrong. Yeah. So reason ya kwanza hapa hivi nataka kusema mi respect yangu ya M-Right ime go up kwa hii shit. Ndio nimeona umse naye kwa hivi story ya beef. Umse ni genius kidesign. Unajua senga nadhani beef imeanza ati Toxic Lyrically akibonga kibanja hapo hivyo kwa live. But the real reason hii stuff imeanza ni kuja mali mtaja kwa hakumtaja in fact alibonga. Kuna line amesema kwa hiyo ngoma yake shillings ati backbencher sijui kwa daro na kunja mavifuli. Sawa, hiyo video imeshutiwa na day one wa Toxic. Alikuwa anamshutia zile mavideo zilifanya omoke huyo Zethi aniseme. So mimi naona ile line ilikuwa tu line hapo hivyo, umse hiyo ilikuwa uchokozi. Na sijui mbona Toxic ali have to reply juu mali Toxic ako kwa career yake, Toxic ako on the up and up. Vitu zingine unachorea, unajua insecurities zingine unachorea, si lazima urespond to everything juu when you're on top people will aim shots. Hiyo ni kawaida, that has to happen man. Yeah. Na mimi kwa kupata mabeef kutoka wasanii wadogo, wasanii wana try kumdiss, anachorea, anasema mchongo wa noma nini, but this time alipata kutoka kwa hata iko diss. I don't know why he had to respond. Anyway, kurespond kwa hiyo shit kwa hiyo live imeamsha this kind of worms, na ndio maana sasa tuko na beef hapa hivi sisi kama mafans wa hip hop tuna dish. Sasa nataka kuambia reason ya pili mbona Toxic haizishi ndio shit. Reason ya pili ni say B-boys ni wase wamekuwa built on beef. Career yao wase hata yeye anajua, amesema wase ni madrill artist. Na anyone who knows hip hop anajua drill is basically muziki ya kubeef. Unajua trap ni muziki ya kuuza drugs, drill ni muziki ya kubeef. That's all it is. Ni muziki ya kumadana na ma-ops vitu kama hizo. So hawa sio wamekuwa built on beef career yao yote, dissing like wakiwa na beef na kina GTA. So the fan base yao imekuwa built kukula tu beef all through. Na as opposed to Toxic mwenye granted ni mse wa ghetto, ni mse hardcore, but career ya Toxic imekuwa tuseme imepanda time ameanza ku drop hits as compared to beef. Unacheki mtana drop ngoma zina hits zinakulia hapo hivyo mneti ma views nini. So hiyo ndio difference yao wase wawili. That's why I can say umse itakuwa ngumu sana shinde hii beef juu hao vijana hivyo ndio wao hapa, yani tuseme hii beef wataikulia for a long time, so they'll have to drag it for a long time. Na wakiendelea ku drag shit umse bana ana lose momentum yake ya ku drop ma hits, anaingia kwa kudisiana na vijana. So career yake itakuwa marked. Brooklyn Boys are there to stay on his name. Anytime utakuwa mention Toxic, utakuwa mention vijana. Alafu angalie reason ya tatu. Hiyo diss ya B-boys haina weak verse. Sema tu kweli, kama wewe ni mse unasikizanga mistari, wewe ni hip hop fan, hip hop head. Yo diss ya vijana haina like no weak verses man. Wame come through, sema tu kweli. Ukisikia hata Kenya wanabonga hapo hivyo. Nimewaambia kwanza hapo hivyo M-Right is an evil genius. Kama anasema hii shit ni game ni 90, El Matador, I'm unmarkable. Buda. Kwa hivyo umse ujue hii shit iko scripted, yani hii vita hii script iko scripted. Toxic anacheza kwa script yenye M-Right amechora. So unashindaje game yenye ushachorewa 90 manze. Useme plan venye inaanza mpaka mali inaisha. Na umeingia hapo hivyo una try kudiss ma vijana, unacheza kwa game yao, yani ni kama wamekuinvite kwa home ground yao, unacheza hapo hivyo na expect kushinda. Granted utakuja na buzz, uta try, lakini sasa tuangalie diss ya Toxic. Diss ya Toxic ndio ni genje, but mimi na feel amerush kuandika juu haina buzz hiyo. In fact yeye anaambia Gaston amemwandikia mchongano hapo hivyo, amekaa na mchongano juu. Mbona unabonga ati mseni mfupi ati hiyo ni mchongano manze, hiyo ni that's a weak line. Alafu angalia tena story nyingine ati pack nduzi ndo kama beef na si. Mimi nikiangalia kina M-Right na wase wa 12 o'clock, hao si wase wa nduzi, hao ni ma stunt man, hao vitu wanadu si vitu wase wa nduzi udu, as compared to Toxic ya anabongea story. Mimi nimeona Toxic kwa video kadhaa yeye ana ride nduzi kama hiyo video kufanya na Meja. Alafu pia nimeona akienda akona convoy ya whip, alafu yako juu ya nduzi. Hata ukiangalia lengo ya Bad Flowers, yani anaendesha nduzi man.
vijana wengine wanafanya stunts na hizo mabike, vitu hata mimi siwezi fathom naweza do. Nduthi wasio wanaweza endesha nduthi. So hapo hivyo mimi naona kuna ka hypocrisy fulani. As much as ndio uko na mafans uko na hype wasata kuchocha, but that's some weak shit man. Hapo hivyo unafaa take time uandike juu unaona rhyme hapo hivyo sijiongelelea au ku take time. Vijana walikam na mabuzz, vijana walikuja na tuseme waliandika nini, no weak verses man, wale vijana walikam through. Alafu pia reason ya mwisho sasa ni Toxic akona hiyo main character syndrome. Unajua ndio granted sahi Toxic uko on top, na mimi siwezi kudanganya, mimi ni fan wa Toxic mbaya sana. In fact Jeskia verse Noma kwa Kenya hip hop kama verse ya pili kwa ngoma yake ya Loki, but I think kitu ndomwangusha ni hiyo main character syndrome hiyo like ndio kiko on top, una feel like wasanii wengine wote wako chini, but unajua hii era ya kitambo ile yenye ilikuwa msemo mmoja ako hapo juu, ile era ya kina Calligraph, era ya kina Octo kitambo yenye ilikuwa hapo juu ni wewe peke yako. Sasa hivi wasanii ni wengi, wanisa ni wengi, na kila mtu anadai a piece of that cake. Granted uko on top, una bring up maboys wako, wasana dishi, but hiyo stuff is kuingia kwa kichwa juu unaona like it's like everyone is up to against your career, unajua. But kila msee yako career yake. In fact naweza sema watu kama B-boys wako more into their career because wamekuwa kwa hii game for long enough, wako proven and tested, wamefanya albums, like wamefanya hit records, wamefanya albums, wamefanya hizo shit zote. Wewe ndio unaanza like bado to you rap is still a job, you're still starting out, haijakuwa career bado. So una get distracted, sio sana distract career yako, you are getting distracted. Vitu ndogo kama hiyo line ati backbench ama vifuli, hiyo ni shit ungechorea. Like there's no need to get paranoid over like it's like everyone is coming for your crown, and kama ni wewe peke yako. In fact unaambia wasiwasi fanya siji trap dancehall, ni wave yako, but hiyo wave pia ni wave ya kina Skillibeng. Pia wewe umeboro. Ukiangalia hata wasanii au kina Skillibeng, kina Skeng wakianza walikuwa wanapiga views, but siku hizi wanaweza toa ngoma isipige, ngoma nyingine itapiga. Like wao wamekuwa in the game for some time, that's why unaweza kuwa na views sahi everyone wasi wengi wamekuwa nazo. Even kina Ethic kwa kwanza alikuwa anapiga hata mita per day, na kumkele time wakiweka kina Kamenegoro kwa video, hiyo ngoma ilikuwa inapiga kama 800 views in a day. Lakini sasa 5 years later unaweza take kwenye imeenda. Kiangalia kina Mbogi Genje walifanya the same thing. So your main character syndrome ndio take your time, saini time yako dishi, but kama unafikiria game ni yako, wasi wataendelea kubeef na. In fact anything ikihappen seme in the unlikely event that wewe ndio utathrive kwa hii beef, unaenda kupata na wasi wanyama zaidi. Because you get stiff iko na levels, the higher you go the cooler it becomes. Unatoka hii beef maybe you succeed, kama uta survive juu umeona hata hii beef ni kama umefocus na M-right, hujabonga hata kuhusu the other guy Brooklyn Boy 1. Uta survive kweli man. Ukipita hii shit utaweza kupata mimi na kina Ska. By the time unafika huko umechoka. So hiyo main character syndrome chorea. Umefanya mambo yako, toa ngoma, piga shows, kula do yako. Najua umesema mtaki advice, but sisi kama ma OG tunawaambia ukweli. Hiyo kwa advice wasee ati wache sijui wafanye drill ni wewe kila msee alidu. Hata mimi nilifanya drill ikikam through. Hata wewe ulikuwa unafanya, in fact ulikuwa unaunda visualizer na mavideo za kina Top Boy, unajua. So uwezi ambia wasi wasifanye trap dancehall, juu trap dancehall sasa ndio wave ya saa hii, na kesho trap dancehall haitakuwa. Na hata wewe pia unadandia like other stuff, So mimi na show like if mali naenda, mimi naona B-boys wa thrive juu. B-boys ni wasi sasa hivi washadandia. Sasa kama unasema wamedandia career sasa hii, mimi najua M-right ako na hiyo script. Na hii before unacheza kwa script ya M-right, na after hii bado utaget like forever tu utakuwa jina yako iko attached to wasi. Na wasi wamebaki on top, unasikia? Niko na knowledge ya kubaki on top. Sasa mimi nasema Toxic uko na skill ya ku get on top, but sidhani uko na hiyo knowledge bado. You need to take your time to focus. Bless up. These are words from an OG. Been there, done that, seen that. Kama kawa, you already know what it is. Oza. Wewe kuna hii beef ya Toxic na Brooklyn Boys. Mimi nataka message to Brooklyn Boys. Toxic ni one man. Genje to the top. Kayombo Tole tunamtambua. Na mkitukuzia kijana wetu sisi tutatambua tanyinua East. Achaneni na Toxic. Ametoa imbo ngapi zimetrend? Zikotafuta 1 million views. Acheni umaloda, unaona usikibebeka ufala. We right, well. Bono na bonjora sana tukipatani na kuwani mauria.
Toxic siku zote, unaona mana Lirikali man, top shota, Toxic to the world, Stona Kosidi manga. Ni Zopre Balise. Shank Professor. Bana na mkidigila hapa hivi ni mana gungu boy manzejo na digila hapa hivyo kwa mneti kati kuna wasanii wana chant manzejo Lirikali tunaonesha kwanza bafafu kwenda mbachwe Lirikali kwanza ni msanii mgitiki wote kwanza ariep mironyo kizamo kadei kugenai mbachwe shentezo bikutezo vile umepelekwa na bari yao walipenye umefika hiyo ni paroga dana hivyo agenai nani Riodo. Hakuna Riodo, nyindo mariodo, mbachwe. Huku kena huku east side ni kumarba. Ni kama venye uwezi compare wa Kardinali na Toxic. Watu kama Brooklyn Boys ni watu kutoka 2020 kutoka waanze tu kuhit ni watu wamezoea kuwa wamekuwa relevant kutoka hiyo wakati. Unacheki. So like Toxic, katai Toxic amekuwa relevant for that year unacheki na amekuwa na show up unacheki kuna ile love kuna ile napata views ni more nini okay haimaanishi that ati views zinamaanisha Edium Deadly hapana watu wamezoea hii game watu wamezoea ups and downs watu unajua kina Brooklyn Boys wamepitia beefs ngapi haimaanishi that they are not the best kitu hiko ni kila msanii anatry tu kuwa perfect kwa kwenye anafanya so kila msanii inge tu studio in short na hii beef ishe tu hivyo tu na mimi nataka kumwelesha tu Toxic nimwambie Toxic wachana na vijana kabisa yes wewe ndio ulianzisha ngori ukiwataja na wako amekutaja na umewaleta kwa game umewaleta kwa table hiyo game sasa hiyo dancehall wachana na vijana kabisa. Kwa nini nakwambia hivyo? Hata usiingie studio tafadhali usireply hiyo ngoma genje sana. Mimi nakuadvise. Mimi najaribu kukuambia. Vijana waja kuja kudandia career. Vijana wamekuja kuchukua career na wahipe nayo. Vijana art yao ya music ni mbaya. Sisemi wewe si mkali, you are very good in your art. Vijana wanabadilisha mamistari, wanabadilisha flow, wanabadilisha nini. And you see for them yes they are proving fans about the fact that wanaweza kuja kwa hii dancehall na wafanye mambo. Kumbuka hawa ni trappers, hawa ni drillers. They can trap and they think they can drill. Na huko ni wakali. So hapo wana prove ya mafans. Na wewe una kitu ya kuprove because wewe umetoa mangoma zimehit kwa hii trap dancehall. Vijana wako wawili venye wana switch. Watahepa na hii dancehall. Hii dancehall vibe yako ulileta. Na mimi nitakwambia kitu. Endo angalie Masika wakipigana na Tomili. Masika alikuwa anataka Tomili. Alikuwa anataka kuendea Vybz Kartel. Na venye aliona Vybz Kartel, a reply madis. Jo alianza kumtaja, alipiga system. Na kwa hiyo system akaachana na story. So Tomili akaendelea but akaachana. Kwa nini aliacha? Aliona hapa na lose game because by the end of the day anataka draw. Lakini wewe ndio ulileta hii vita, si vijana walileta. So ulileta vita na vijana kusema ukweli Mr. kudanganya kama Kasabos. Stima ilikuwa mbaya. Mimi nimefanya mabattle na vijana ni wa daily kuandika. Na vijana ni delivery. Na mtu anawatengenezea beat sijui ni nani. Ni mbaya. Tafadhali usidanganywe na hao maboys wako. Najua kuna baby show poa sana. Na najua hadi mwenye anakumanage, mwenye ushughulika. Pia sikakudanganya inge studio. Me I'm telling you the fact. This is not your fight. This is not a good match. These boys are on a serious business. Hawa nimeona venye nimeangalia kina AJ na Mr. Right. Ulichokoza tu wabaya because hawa ni wale vijana wenye wanaendelea business. Wabongi wako kwa studio ni muziki. Na sio wameshangalia hiyo space. Ulikuwa wameichukua. Alafu kumbuka wako na mafans mabaddies, wako na mafans huko uptown, wako na mafans ground. Sasa hii mafans wako ndio wanawachukua. So mimi na kuadvise wachana na vijana wawili. Vijana wamekuja kuchukua career yako. Yenyewe mimi nilikuwa hadi nataka hii beef iendelee, lakini pale imefika huko kijana hadi unasikia nasemaje? Ukijana anauliza ukiwa hii utasema ni unajua anataka kukuden career yako, usikubali. Usiingie studio, achana na hii beef. Vijana watakuwa na usichocho na vijana wako, najua kuna boys wako hapo. Usiingie studio. Toxic usiingie studio. Wapiga simu kutoka wapi? Donom. Unasema unapiga ripoti kuhusu wasanii waliopigana.
Wanaitwa kina nani? Burukenge, Brooklyn. Brooklyn Boys. Toxic Lirikali. Toxic Lirikali. Fanya nini? Waliumizana sana. Sawa. Mimi kama katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi nitawapatanisha, na kama wanapigana wapigane kwa mistari. Sasa ndugu. Sawa. Wacha nitafuatilia hilo, niwapatanishe. Kama wanashindana mimi nitawapatia stage pale Tao. Ni set up stage. Umesema Brooklyn au Brooklyn Boys na Toxic Lirikali wakuje pale wakiwa wamejiami na mistari, washindane. Mashabiki tutaamua nani ndio mshindi. Kutoka hapo kama wako na beef, ikuwe ni beef ya mistari. Na unajua kitu imenifurahisha sana. Hizi beef tulikuwa tunaziona pale USA, pale East Coast na West Coast, kina Eminem, kina Bididi. Bididi huyo Bididi huyo. Bididi. Unajua Bididi maneno yake sitaki kumention kwa sababu mliona. Na kina Kanye West, kina Tupac. Au wote hawa. Sasa tunataka tuamshe muziki kama hiyo Kenya, kama ni kweli hiyo ndio huduma, kwa sababu kama serikali kuu ya gatuzi la Nairobi huwa tunapeana platform ya support talents. So waambie wasipigane, vijana wasipigane physically, wapigane na mistari. Sawa? Asante kwa kutupigia. Na unitumie namba zao ya Brooklyn na Toxicali ndio niwapigie. Sasa nimeona hiyo beef kwenye mneti na wamesema imekuwa serious. Pigia Geoffrey Mosiri. Sijui ni kwa nini. Kwa sababu niliona Toxic really aliwaita wao ni takataka ile nafagianga nikiwa katika mazingira ile wakati. Ni kama aliwaita wao ni matakataka kwa misari yani ni ile usanii. Na wao akamwambia kwamba imekuwa serious, yeye ni mnyonge, atafute Geoffrey Mosiri aweze kumsaidia kwa sababu mimi nasaidia wanyonge. Sasa nimesema hivi, baada ya Mbavu Destroyer na Majembe kumenyana, nita reach out ni set hiyo battle yao. Tutaiweka hata openly watu wakuje, ama nimeona president na gavanare wanaweza waekelea mita kama 2 ama mita 4, mwenye atashinda apate ya kwenda kujilea nayo, na mwenye atakuwa namba 2 pia apate kitu. Na mimi nita coordinate kitu. Mimi kama katibu mkuu nitawekea stage pale archives, wakuje wa battle, na wale ambao wanataka kwa zawadi sasa mjitokeze. Hii itakuwa moto baada ya Majembe na Mbavu Destroyer kudestroy each other na kulimana. Sasa tukuje kwa support talent. Kama gatuzi la Nairobi sisi tuna support talent za usanii, washindane na mistari. Na unajua hii is the way to go. Wasanii waamke, waache kuimba ni kama mnalia bana. Wasanii acha kuimba kama ni kama mnalia. Sasa muimbe music ya mke. Na vijana msipigane. Waache hii kweni ya mwisho mlipigana pale Donom. Nimewasamea. Lakini sijawasamea mpaka mkuje pale mshindane sijui nani ndio mkali. Huyo mwenye mkali tumsamee, huyo mwenye si mkali tumchape viboko 2-3 tumwambie ndio akwe mkali. Kwa mistari, si mkali wa kupigana na physically mnaumizana bure. Unataka mpigane kama Tupac mpotee? Tumemaliza na nitafuatilia hili jambo, wasanii mjitume.